Neno la Bwana linazidi kusema ya kwamba akawaagiza ya kwamba wamletee chombo kilichokuwa kipya ili atie. Aya yake 21 aya 20 ikimalizia, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akatupa ile chupa humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Jina la Bwana litukuzwe. Haya ni maneno ambayo yalitangazwa na mtumishi wa Bwana, akawa akitangaza akasema ya kwamba kuanzia leo ndiyo nimeniletea kile nilichokiagiza. Hata nasi wapendwa, mchana wa leo, kwa sababu ya wewe kutoa dakika zako 2 na 3 ili uje uketi mahali pale, usikilize sauti ya Bwana, usikilize ujumbe huu, tunatangaza kuanzia leo, kwa sababu ya yeye aliyeinuliwa ndani ya mji huu, kwa sababu ya wale ambao Bwana amewakumbuka ndani ya mji huu, kwa sababu ya mafuta ambayo Bwana na watumishi wa Bwana wameyamwaga kwenye mji huu, tunatangaza kuanzia leo, kama vile mtumishi wa Bwana Elisha alivyonena, akasema kuanzia leo Bwana asema hivi, maji ya mji huu yataponya. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, kuanzia leo tunatangaza kwa sauti kuu na sauti moja, vijana wetu waliopotea hawatapotea tena katika jina la Yesu Kristo. Wakina wazazi wetu waliofungwa, kuanzia leo tunatangaza uhuru wao katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana liheshimiwe. Mtumishi wa Bwana akazidi kusema ya kwamba kuanzia leo, kama vile Bwana aishivyo, maji ya mji huu ninatangaza yataponya. Na pia akazidi kusema ya kwamba na si hayo tu, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Jina la Bwana litukuzwe. Akatangaza na sauti kuu ya kwamba mahali palipopatikana kifo, mahali palipopatikana hali ya kupooza, akatangaza kuanzia leo, kama vile Bwana aishivyo, hakutapatikana tena ndani ya mji huu vijana wanaoteseka. Hakutapatikana tena ndani ya mji huu watu walio ndani ya kifungo. Hakutapatikana tena ndani ya mji huu watu walioishi katika hali ya majonzi. Ndiyo wazazi wametulea na kutuinua, lakini kisha baada ya hayo yote unawapata wazazi wale wanaishi katika hali ya machozi, wanaishi katika hali ya huzuni, wanaishi katika hali ya kuteseka. Wamelea watoto, wamewazaa watoto, lakini baada ya hayo wazazi wale wako katika hali ya machozi. Kuanzia leo, wapendwa, tunatangaza kwa sauti moja ya kwamba ndugu zetu, watoto wetu, dada zetu tuliozaliwa na wao, hakutapatikana ndani yao hali ya kupooza, hakutapatikana ndani yao hali ya kifo katika jina la Yesu Kristo. Twaweza kuuliza, mtumishi, nanena hali ya kifo, ni kifo kipi ambacho unakiongelea? Tapata wengi walikuwa na karama zilizokuu, tapata wengi wana vipawa ambavyo ni vya juu, tapata wengi wana huduma ambazo ni za maana zimewekwa ndani yao, lakini baada ya mtu kujielewa na kujifahamu, unapata ndiyo, nilikuwa na kipawa cha uimbaji, lakini baada ya kuimba wimbo ule, kipawa kile kinakufia mahali pale. Kuanzia leo tunatangaza ya kwamba vipawa vilivyofinyiliwa, vipawa vilivyofunikwa, tunatangaza kufunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati mmoja Yesu Kristo akawa ametembea mahali fulani,
Na baada ya kutembea mahali pale, akawa akiulizwa maswali. Kaambiwa, Yesu, kuna mtu mahali hapa, mtu huyu ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Na baada ya hayo yote kufanyika, wakawa akimuuliza, kati ya huyu na wazazi wake ni nani aliyekuwa ametenda dhambi ili huyu mtu akapatikana akiwa kipofu? Lakini Yesu akawajibu, kati ya huyu wala yule aliyewazaa wazazi wake hakuna hata yeyote aliyetenda dhambi ili kupatikana kipofu ndani ya mji huo. Bwana asifiwe kanisa. Ninatangaza ya kwamba hakuna mtu aliyetenda dhambi ndiposa mimi na wewe tupatikane vile tulivyo. Kwa njia nyingine, Yesu akawa akiwaambia, ndiyo kumepatikana hayo, ndiyo kumefanyika hayo, lakini yalifanyika ni kwa sababu ya utukufu wa jina lake Yesu. Jina la Bwana liheshimiwe. Wapendwa, tumejipata ndani ya kipindi kama hiki, si kwa sababu ya watu, si kwa sababu ya mengine, lakini ni kwa sababu ya jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liheshimiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wangapi tunakubaliana maneno yaliyonenwa na mtumishi wa Bwana Elisha? Hakunena maneno yake, lakini kupitia bingu ikaweka maneno ndani ya kinywa chake, akanena kulingana na vile bingu ilikuwa imemuagiza. Hata nasi kuanzia leo, kama wazazi, kama ndugu, kama dada, kama wachungaji, tunanena kwa sauti kubwa kama vile Bwana aishivyo, kwa sababu ya kukanyagisha miguu yetu mahali hapa. Tunatangaza ya kwamba kwa sauti kubwa tunatangaza na kusema, ndani ya mji huu nimanekuonekanite mai matare mega nĩ tondũ ciana nĩ tũciarĩte no thengia gũciciararĩ igatũrũrĩra, ciana icio igatũrĩria, ciana icio igatũthĩnia. Ndiyo tumepanda, lakini baada ya kuwasomesha kutarajia mazao tukamukira maundu marĩa matagĩrĩire. Lakini kuanzia leo tunatangaza ya kwamba kama vile Bwana aishivyo, ikiwa aliokoa Karanja, ikiwa amebadilisha maisha ya Karanja, hata watoto hao wengine kuna uwezo wa kubadilishwa. Hata walio chini kuna uwezo wa kuinuliwa. Hata waliofinyiliwa kuna uwezo wa wao kuinuka kwenye ngazi nyingine. Jina la Bwana liheshimiwe. Ninatangaza kuanzia leo, kifungo kilichowafunga wengi, kifungo kilichowafinyilia wengi, magongona magekorwo manarutwo kwenye mji wa Mwiruti kabla ya sisi kuzaliwa. Hatuko chini ya madhabahu hayo katika jina la Yesu Kristo. Terio agekorwo wanarumwo, sisi tunaubariki. Terio agekorwo wanathatio, ithuĩ twĩ haha njohi iria cianaitwo makĩrathimanĩra tĩri-inĩ ũyũ, ithuĩ nĩ maguta tũraita tũkĩrathima itũũra rĩa Yamumbi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo, tukitangaza ya kwamba ndiyo kuna wale waliofinyiliwa, lakini wao tunatangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuanzia leo, waliojikosa kujielewa wataanza kujielewa. Wacha nikupe hadithi moja. Mama mmoja akawa ameishi katika hali ya kuteseka kwa muda mrefu, ya majonzi kwa muda mrefu, katika hali ya kufinyiliwa kwa miaka mingi, hali ya aibu kwa muda uliokuwa miaka mingi. Na baada ya siku zilizokuwa nyingi, mama aliyekuwa akitokwa na damu akawa na habari ya kwamba kuna uponyaji ambao umetembea kwenye mji wao, na akasema ya kwamba mimi sitabaki vile nilivyobaki, mimi sitabaki katika hali hii tena, mimi sitabaki katika hali ya majonzi tena. Akakata kauli, akasema ya kwamba ndiyo hayo nimepitia, ndiyo nimepitia katika hali ya aibu, ndiyo nimepitia hali ya majonzi,
lakini habari alipoipokea akasema ya kwamba ndiyo, nimepokea habari hiyo. Akakata kauli ya kuinduka, akawa amepapas kuguza vazi la Yesu Kristo. Wapendwa, kuanzia leo, kwa wewe unayesikia habari hii, papas na uamini ya kwamba mimi ninaamini kupitia maneno hayo watoto wangu watabadilika, familia yangu itabadilika, tuliozaliwa nao tutabadilika, tuliofinyiliwa tutabadilika, na tuamini zote kama Wayamumbi, mji wetu utabadilika katika jina la Yesu Kristo. Mama huyu akaamini na akakata kauli, akaenda akajifinyilia katikati ya watu, na alipomkaribia Yesu akaguza vazi la Yesu Kristo, na baada ya kuguza vazi lile, mama yule akaponya, akapata uponyaji wake. Wapendwa, kuanzia leo, wale watakaoamini, wale watakaokubali ya kwamba juu mbinguni kuna Mungu ambaye anaweza zaidi ya wanadamu wengine, juu mbinguni kuna yule ambaye ako na nguvu na anaweza nena neno moja likabadilisha maneno yaliyonenwa, likabadilisha maneno yaliyokuwa yamenenwa. Hayakufaa juu ya watoto wetu, hayakufaa juu ya mji wetu, hayakufaa juu ya wale ambao wameitanishwa pamoja nasi. Wayote atakayeamini, ninakufahamisha ya kwamba Elisha hakuna mambo makubwa aliyoyafanya. Aliitisha tu jambo lile, na kisha akanena maneno haya, kama Bwana aishivyo, naye aponye maji ya mji huu. Hata nasi tunatangaza, kama vile Mungu aishivyo, maji ya mji wa Yamumbi yapate kuwa mazuri kuanzia leo. Kama vile Bwana aishivyo, mchanga wa Yamumbi uliokuwa umelaaniwa, uliokuwa hauzai, upate mazao kuanzia leo. Ninatangaza waliokuwa katika hali ya kufinyiliwa kwa sababu ya kumwamini huyu Yesu, wapendwa, kutapata kuwa na mwanzo mwingine mpya, kutapata kuwa na mtazamo mwingine mpya. Baada ya hayo yote kufanyika, ninapoendelea kutamatisha, baada ya hayo yote kufanyika, Yesu Kristo akaelewa na kufahamu kuna jambo ambalo limefanyika na si jambo la kawaida. Hivyo alipenduka na kauliza, ni nani aliyeniguza? Wapendwa, wale wanao imani ambayo si ya kutikisika, watu wale watapata jambo jingine mpya. Hata mbingu ikaelewa kuna kitu ambacho kimefanyika, mbingu ikaelewa kuna mambo ambayo yamebadilika. Wapendwa, kuanzia leo ninatangaza ya kwamba kupitia ombi tunaloliweka mahali hapa, kupitia ombi tunalolisimamisha mahali hapa, mji wetu utapata kuwa na mtazamo mwingine mpya. Wapendwa, hata nami nilipokuwa nikikua ndani ya mji huu wa Yamumbi, wengi wangeulizwa hadithi yangu, hawangesema wakati mmoja ningejipata mahali hapa. Hata nami ningeliulizwa hadithi kama hii, singekuwa na maneno ya kusema, lakini kwa sababu kuna Mungu ambaye anabadilisha hali ya mtu, hata nawe anaweza kubadilishia. Ngai witũ ndahakagwo nĩgetha agarũre mũtũrĩre wa mũndũ. Ngai witũ ndaroraga gĩthithi kĩa mũndũ vile alivyorembeka ili akabadilisha hali yake. Ndaroraga hinya wake nĩgetha acenjie mũtũrĩre wake, lakini niko moyo uliobondeka, niko moyo uliokata kauli, niko moyo ambao umesema mimi kuanzia leo ninatazamia kuwa na mtazamo mwingine mpya. Wewe umeketi mahali pale, wewe ni mzazi, wewe ni kijana, wewe ni msichana, wewe ni baba, wewe ni mama, umeketi mahali pale ukiwaguka na hata pia shosho, ndiyo umelia, ndiyo umeteseka. Lakini Elisha alipofika kwenye mji
Ikawa ni mwanzo wa wimbo uliokuwa ukiimbwa, wakawa na wimbo mwingine mpya. Hata nawe kuanzia leo, hata nawe kuanzia leo, kuna wimbo mwingine mpya ambao Bwana atauweka ndani yako. Kuna wimbo mwingine mpya ambao Bwana utaubadilisha. Kwa pamoja, kwa kuamini, kwa kumgojea Bwana, tuamini pamoja ya kwamba kuanzia leo tutapata kuwa na mwanzo mwingine mpya ndani ya mji huu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Ningeliuliza tulio mbali, tukubalie tukusimama kwa ajili ya kumheshimu huyu Bwana. Tukubali kusimama kwa miguu yetu mahali popote ulipo. Mimi ninamalizia. Tukubali kusimama kwa miguu yetu mahali popote ulipo, na ninajua Bwana atakubariki na kukutenda mambo mazuri. Ndiyo, watu ili wagharimu watu wa mji ule kumkaribia Elisha na kumwambia Elisha, sisi tumelia, sisi ukitutazama mioyo yetu ndani imejawa na machozi, lakini mtu anapotutazama anaona mtu anacheka, mtu anapotutazama anaona mtu anafurahia, mtu anapotutazama anaona mtu ambaye hawezi akawa na shida hizo. Lakini ndani ya mioyo yetu tumejawa na huzuni, ndani ya mioyo yetu tumejawa na machozi. Lakini mtumishi wa Bwana akawa na neno aliloweza kulinena juu ya watu wa mji ule, akawaambia, ndiyo mumeanena hayo, ndiyo mji wetu unaonekana hivyo. Wapendwa, wacha niwaambie hadithi ambayo wale walio hapa waweza kosa kuielewa, lakini wale ambao wametoka nje wanaweza kuelewa hadithi hii, kwa sababu wamekumbana na hayo. Ithuĩ no ithuĩ tũĩ ũrĩa na gũkũ thutha mũgongo-inĩ gwitũ gũkoragwo gũtariĩ na gũkoragwo kũhana. Niongeze sauti kidogo. Gũkoragwo kũhana na gũkoragwo gũtariĩ, na wakati mwingine unakutana na watu, siwezi nikawataja mahali hapa, lakini watu wale unapokutana na wao kwenye mji ama miji mingine huko nje, unapata kuna maneno ambayo ama kuna sura ambayo unaipata ndani ya huyo mtu. Lakini unaposikiliza hadithi, ukiongea na mtu zaidi ya dakika zingine 2, hadithi anayokupa imejawa na huzuni na machozi, kwa sababu sura tunaiona hapa sio sura ambayo inapatikana upande wa nje. Lakini kuanzia leo mae macio matororeire etiramakania ne miaka igana, etiramakania ne ihinda rĩigana atĩa, etiramakania ne thikũ cigana, no rĩrĩ wakati Elisha alipokanyagisha miguu yake ndani ya mji ule, walipata kuwa na wimbo mwingine mpya. Hata nasi kuanzia leo tunaamini ya kwamba kutakuwa na wimbo mwingine mpya tutakaupokea kuanzia leo. Chukua tu hatua, nikaribie mahali hapa ili tuamini tunapoomba ombi hili, tukiwa tumekanyagisha miguu yetu mahali hapa. Chukua tu hatua ya imani, nikaribie. Sijesema yule anayetaka kuokoka, lakini imesema zote. Wewe ambao unasikia habari hii, kubali tukuchukua hatua tuliko ng'ambo ile, tukaribie upande huu ili tuombe kwa pamoja. Tuamini kama wazazi, tuamini kama ndugu ya kwamba kuanzia leo kutakuwa na ushuhuda mwingine mpya. Etekera kuya ikinya rĩa wĩtĩkio ũkuhĩrĩria haha tuhoe hamwe nawe. We mũciari, we mwanake, we mũthuri, o ũrĩa ũtariĩ ũkatuhoe hamwe nawe. Ndinauga arĩa marenda kũhonoka, no ndauga we ũracũthĩrĩria, we ũraigua ũhoro ũyũ, etekera gũka tuhoe, twĩtĩkanĩrie nawe. Tũrahoya nawe ũkĩhoyaga atĩ ũguo Ngai nĩguo twĩtĩkanĩria. Itũũra-inĩ ritũ nĩrĩkũgĩa na ũgarũrũku, bũrũri-inĩ witũ nĩgũkũgĩa na ũgarũrũku, mĩciĩ-inĩ itũ nĩgũkũgĩa na ũgarũrũku. Jina la Bwana litukuzwe. Ninaomba wewe ambao unasikia sauti hii, mimi sitachoka kuongea hayo, lakini nitazidi kusema. Hata wale maboys wa boli, hata nami wakati mmoja
nilikuwa mchezaji wa boli. Nikaribieni tu mahali hapa, tuombe kwa pamoja zote, na ninajua Bwana atatubariki na kututenda mambo mazuri. Nikaribieni tuchukue hatua moja, tuombe pamoja nanyi, na ninajua Bwana atatutenda na mambo mazuri na mambo ya amani katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kauli hiyo. Barikiwe sana. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati mmoja maneno haya yakawa yakinenwa. Watu walikuwa wametilia maanani hali ya kutoa dhabihu, lakini wakawa wamejibiwa na kuambiwa ya kwamba kutii ni zaidi na ni bora kuliko dhabihu zingine zote mwanadamu aweza akazitoa. Hivyo kutii huku ambako umetii kwa kuchukua hatua hiyo ya kukaribia, barikiwe sana na Bwana awatende mambo mazuri na mambo ya amani. Tuamini kwa pamoja. Elisha akawa akiwaambia, walipowaitisha birika akawaambia, nileteni birika, na watu wa mji ule wakamletea. Hivyo walikuwa ni watu watiifu, walikubali kuleta birika, wakamletea. Akawaambia, baada ya kumletea birika, akawaambia ndani ya birika hiyo mtie chumvi ndani yake. Kwa njia nyingine ni kusema watu wale hawakuwa na ladha ndani ya mji wao, lakini chumvi ilipotiwa ndani kukawa pia na ladha ya mji ule. Gwikorwo uthaka uria uraiguo na kouja, maneno yanayosikiwa kutoka nje, maneno yale ndiyo yaliyokuwa pia ndani ya mji ule. Wapendwa, unatazamwa kama mtu. Watu wanapokutazama ndiyo wanaona umerembeka, wanaona mtu mzuri, lakini nyumbani umewacha shida, umewacha majonzi, umewacha huzuni. Kuanzia leo, birika ambayo umeichukua kwa hatua ya kukaribia kwenye jukwaa, umesema ndiyo nimekuja. Tuamini pamoja nawe mtumishi ya kwamba kuanzia leo mji wetu unapata mtazamo mpya. Ndani ya mji wetu tumetia ndani ya birika tumetia chumvi ili kwamba kupate kuwa na mtazamo mwingine ama na ladha nyingine jipya ndani ya mji wetu. Kuna wakati Mwiruti ilivuma, kuna wakati Mwiruti ilikuwa na sifa nzuri. Hata sasa kuna wakati ama kuna maneno ama kuna watu ambao utapatana na wao, unasikia huyo ni wa Mwiruti, ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri. Huyo ni wa Mwiruti, ni mtu ambaye ameinuliwa kiwango fulani. Huyo ni wa Mwiruti. Lakini unapotembea kwenye Mwiruti ukaliwa huko noko kumete atagathi. Bwana asifiwe. Huko noko kumete ke amemerekia. Huko noko kumete aini. Huko noko kumete ahujia. No itora ria Mwiruti liko tu katika hali hiyo ya jina tu, lakini sura ya wale. Jambo ambalo ninalisema ni ya kwamba watoto wetu wanapobadilika, tuamini hata mji wetu unabadilika pamoja na watoto wetu wakibadilika. Bwana asifiwe. Watoto wetu wanapoinuliwa, hata mji wetu Bwana uinue toka utukufu hadi utukufu mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa, kuanzia leo tunaposimamisha ombi hili mbele za Bwana, tunaposimamisha ombi hili mbele za Bwana, tuamini kwa pamoja, na watoto mtanyamaza. Watoto mtanyamaza. Mtanyamaza na mimi uchuna watoto ikifika ni upande huo. Tuamini kwa pamoja ya kwamba ndiyo, hii ni Theophilus TV. Ni ya hapa kwa sababu wao ama wale ambao wanaoshikilia TV hii wamezaliwa mahali hapa. Tuamini kwa pamoja lilioyo onaguo no turaufatara itura-ini riri. Uthaka ucio onaguo no turaufatara itura-ini riri. Ugemu ucio kule kulembeka hata nako tunakutamani kupatikana ndani ya mji huu katika jina la Yesu Kristo. Kama wazazi, kubali kuinamisha uso wako. Kama ndugu na marafiki, kubali kuinamisha uso wako. Kubali kuinamisha uso wako. Kubali kuinamisha uso wako mahali popote ulipo.
na ninajua Bwana atakubariki na kukutenda mambo mazuri. Tunaposimamisha yumba hili mbele za Bwana, Elisha alinena maneno yaliyokuwa ni maneno machache. Akasema, kama Bwana aishivyo, hata nasi tunatangaza, kama Bwana aishivyo, Mungu aliyetuokoa, Mungu ambaye ameinuliwa zaidi ya miungu mingine, Mungu ambaye hakuna mtu anaweza katoshanishwa na wewe, Mungu ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi, huyo ndiye tunayetazamia, huyo ndiye tunayengojea. Twainua mji wetu wa Yamumbi mbele zako. Neno ambalo umenena pamoja nasi, ulikuwa na makusudi mema juu ya neno hili mfalme, na pia una mawazo yaliyo mema juu ya mji huu wetu. Ni wewe uliyemnenea Yeremia, ukamwambia Yeremia, mimi nalikujua, mimi nalikufahamu hata kabla ya kuumbika kwenye tumbo la mamako. Mfalme wa wafalme, mji huu wetu uliuelewa na kufahamu. Ndiyo, wengine wetu umetubadilishia hali, lakini twasimama kwenye nafasi hii kwa sababu ya mji wetu wa Yamumbi. Bwana, twainua mbele zako. Mji huu wetu umetupa maji ambayo hayafai. Mji huu wetu umezaa mapoza. Twaja mbele zako ukatubadilishia hali ya mji huu katika jina la Yesu Kristo. Ni thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na mwĩhokeku. Ndagoteaga tũrũme, ndakombararia mũthĩnjĩri ũrĩ tha, nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku. Nĩ kũrĩ na arĩa tũciaranĩirwo nao a itũũra rĩrĩ Mwathani, angĩ nĩ airika ritũ, angĩ maciarĩtwo thutha witũ, na angĩ nĩ akũrũgũtũkĩra, no wamacũthĩrĩria ũkona matirĩ macenjia. Kumania na ũmũthĩ tũrandikĩrĩra o torĩa Elisha alivyonena maneno haya, akatangaza ya kwamba kuwe na mwanzo mwingine mpya ndani ya mji huo. Hata nasi tunatangaza kama timu, kama viongozi, kama wazazi, kama vijana, kama wazee, kama akina dada, hata kama watumishi, tunatangaza kuanzia leo mji wetu wa Yamumbi ukapata mtazamo mwingine mpya katika jina la Yesu Kristo. Kĩrĩa kĩanoha Yamumbi, kĩrĩa kĩanakorwo kĩrutĩirwo igongona itũũra rĩa Yamumbi, gĩakũgirĩrĩria gũtherema gwa itũũra rĩrĩ, gĩkagirĩrĩria riri wa itũũra rĩrĩ, nĩkĩo tũratangatha kuanzia leo hauna nguvu, hauna uwezo, hauna mamlaka juu ya mji wa Yamumbi katika jina la Yesu Kristo. Ni thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru. Ni asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Uinuliwe na utukuke, uheshimiwe na upewe sifa katika jina la Yesu Kristo takatifu tunaomba na hata pia kuamini. Tumchapie Bwana makofi mazuri. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana amani awabariki, awatende mambo mazuri na watende mambo ya amani. Eliomba kwa nimeona mtumishi wa Bwana karibia tu hapa, Maina Njage karibia tu mahali hapa, mchungaji wengine wako mahali hapa, kuna mchungaji karibia tu mahali hapa, kwambie jambo utakalolifanya. Kuna mchungaji mwingine yuko mahali pale, mtumishi wa Bwana mwingine amesalia mahali pale, karibia mahali hapa, nipe tu mic nyingine. Thank you. Amen. Patia mchungaji. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Niliomba pia tu mchungaji aliye tu kiugo gĩa kĩrathimo, tũrathime itũũra rĩrĩ tugie. Karibia tu hapa tondũ
speak. Thank you. Turathime itora riri na nijuika ine guturathima nile gutwika maundu mega. Amen. Tuombe itu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila kiumbe kilicho hai kimsifu Bwana. Unasikia uzito kuinua mkono hivi? Kama uko na mkono inua hivi. Haleluya! Semeni amen ya nguvu. Nashukuru Bwana tena sana 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 kwa ajili ya Theophilus Network ama TV na mitandao hii ambazo zimekuja mahali hapa. Ni kwa sababu wametukumbuka. Sema tumekumbukwa. Semeni Yamumbi tumekumbukwa. Asante sana Pastor Dan kwa sababu ya kazi ambayo mmefanya pamoja na Reverend Rachel na Bishop Githiri ambao ni wakaaji na wazaliwa wa hapa Yamumbi. Asante mama kwa kutuletea wahubiri wa nguvu. Kazi hii ni mama alipanda mahali hapa. Miaka zaidi ya 10 ambayo imepita tulikuwa na crusade hapa. Na mama alitushikiria sana 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 sana. Kumbe ni mbegu ulipanda. Na kupitia mbegu ambayo mama alipanda, haya ndiyo mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba vile unasikia Pastor Dan akisema unapotii kuna baraka katika kutii. Yawezekana mama aliye mahali hapa kwa sababu umetii neno ambalo limenenwa katika uwanja huu, katika Yamumbi hii, katika Mwiruti hii, utapokea maradufu. Na pengine umezaa mapooza katika nyumba yako. Pengine biashara zako zimezaa mapooza. Kuna kifo katika nyumba yako. Pengine maisha yako hayaenendi sawa sawa. Na kupitia unabii ambao umetabiriwa mahali hapa, maisha yako lazima yabadilike. Sema amen. Kama unaamini maisha yako yatabadilika, sema amen. Nashukuru Bwana kwa sababu amenipa huduma mahali hapa pia ya kusaidia watu ambao wameshindwa na pombe. Na nimesaidia wengi zaidi ya watu 21 ambao wameachana na pombe na kushika Bwana Yesu. Na maisha yao yamebadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa ni mbegu imepandwa na Theophilus ambao tutaendelea kuwekeza misingi juu yake. Na hivi karibuni ambao hawana jambo la kufanya na tuko nao mahali hapa, tutawaonyesha jambo la kufanya ili waendelee kupata riziki katika maisha yao na ili maisha yao yaanze kuleta mazao katika jina la Yesu. Msiende kabla hatujamaliza baraka. Kuna baraka tunazinena mahali hapa na ni vizuri ungoje hadi mwisho. Hawa vijana wa Boli, mbona mnaenda na hatujamaliza? Tunabakisha dakika chache kuwabarikisha. Kwa hivyo ni vyema sana umake sure pamoja nawe tukuombe baraka za Bwana ziandamane pamoja nawe. Kwa hivyo Pastor Dan, nataka tuombe ombi la baraka ambazo zimenenwa mahali hapa. Hakika nataka utabirie maisha yako, useme maisha yangu haitapooza tena, haitazaa mapooza tena. Familia yangu haitazaa mapooza tena. Biashara yangu kuanzia leo itazaa baraka. Nataka kila mmoja arudie nyuma yangu. Natabiria baraka katika maisha yangu. Ongeza sauti. Kila mmoja aseme natabiria baraka katika maisha yangu. Natabiria baraka. Natabiria baraka katika jamii yangu. Natabiria baraka katika kazi ya mikono yangu. Kuanzia leo nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Kupitia neno la Bwana. Kupitia neno la Bwana. Nimeinuliwa. Nimeinuliwa. Maisha yangu yamebadilika. Maisha yangu yamebadilika. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fungeni macho tena tuombe. Baba mwenye nguvu na mwenye rehema nyingi, tazama
umenena maneno ya baraka mahali hapa, na kama vile ulimwambia Elia anene maji na akatia chumvi yale maji, tuatia chumvi maisha wapendwa walio mahali hapa. Tumetia neno lako ili maisha yao yabadilike, na watasema kuanzia siku ya leo mapooza hayakuzaliwa tena katika maisha yao, na kila mmoja ambaye anahitaji kazi apokee kazi katika jina la Yesu. Anayehitaji baraka za aina mbalimbali azipokee katika jina la Yesu. Anayehitaji uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu chochote tunachokihitaji unacho na unaachilia kwenye uwanja huu katika jina la Kristo Yesu. Baba, ni asante kwa sababu umetubariki kupitia Theophilus TV, na tumebarikiwa hakika kwa sababu ni watu ambao wametoka mahali hapa kupitia runinga hii. Hata wengi watazaliwa kwa baraka hizi na zaidi ya hizi baraka, na kuanzia sasa tutajionea ukichipua baraka kupitia Mwiruti. Utachipua wengi watakaotajika katika nchi ya Kenya na katika dunia nzima, kwa sababu tumepandwa mbegu la uzima ndani yetu. Katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme haleluya. Bwana wabariki sana. Amen, amen. Thank you mtumishi. Amen, amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu na mwenye uwezo. Barikiwa sana evangelist. Bwana akutende mambo mazuri na azidi kukuhifadhi kwenye wema wake. Tuko na pia na watumishi wa Bwana ambao ndio viongozi wetu, ni Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wangare, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya wayo, na tumekuwa pamoja na wao, lakini wamechelewa mahali kwa sababu ya shughuli 2-3, kwa sababu tu ya mambo haya, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Na haya alikuwa tu ni mwanzo, ilikuwa ni kupitia tu korora itoro ya rehana lakini tunakuja soon and very soon. Yamumbi tukae wiki mzima hapa pasipo kwenda mahali pengine pote, na ninajua Bwana wa amani atatubariki na kututenda mambo mazuri na mambo ya amani. Bado hatuchamaliza kwa sababu tunaingia upande mwingine. Pastor Monica na my brother hapa, ako wapi Pastor Monica? Pastor Monica, nikaribie tu, na ninajua utabarikiwa na Bwana, takutenda mambo mazuri na kukuinua kwa sababu yeye ni mwema na pia yeye ni mwaminifu. Bado tutatumbuza tu vijana, msijali. Hatuna haraka, hatuendi mahali, tuko tu hapa, hatuharakishwi na mtu, na ninajua Bwana atatubariki na kututenda mambo mazuri. Amen. Simama tu hapo karibu na mimi, na ninajua utabarikiwa na Bwana. Nitakwambia jambo unalotakalolifanya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dekiogo nigetha Junior, Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Mungu wetu ni mwema na mwaminifu, na ni Mungu mkuu, na onani ndeoragia atiriri TV ngeyo nari Bwana atukuzwe. TV ngeyo nari njigua aria andu maiguaga uguo, tuna sababu ya kumshukuru Bwana kwa sababu ya hayo, na ninajua Mungu wetu ni mwaminifu. DJ isutupe kidogo, na ninajua Bwana atatutenda mambo mazuri. Amen. Hiyo tu kosa tuonekane mahali pa Gracias.
atukuzwe, Bwana inuliwe, Bwana atukuzwe. Wakati una fursa hii, nataka kuita timu yote ya Theophilus TV. Kama ni wewe umevaa tu logo ya Theophilus TV, kuja. Si nyinyi watoto. Nataka timu yangu ile tulitoka nayo upande wa Nairobi. Harakisheni. Davis. Harakisheni msalimia watu. Wambo mko wapi? Harakisheni. Watu wale watatoka mahali wako ni makameramen. Amen. Nataka kuonyesha jambo. Tunataka kuonyesha jambo ambalo tunataka kuonyesha jambo ambalo hata nanyi pia mtaelewa ya kwamba kuna watu ambao Bwana aliwabariki. Akimaiguira thageke atia, akimashenjia kana tiguo. Kuja wewe kwanza. Amen. Bwana asifiwe vijana. Bwana atukuzwe vijana. Hapa tuna vijana ambao Bwana amewabariki na kuwabadilishia hali, na Theophilus TV ndio picha zifike huko. Tuna jamaa mwingine hapa anaitwa DJ Kevis, yeye ndio hutuchanganyia nyimbo. DJ tufanyie hivyo. Hiyo ndio DJ Kevis. Tuna MC Mjengo ama Mjango, ndio huyo hapo. Ndio huyo hapo. Tufanyie hivi. Amen. Kwa sababu ya time turudi hivyo. Njoo. Hapa tuna ngoja kidogo wewe. Ngoja kidogo hapa. Amen. Bwana asifiwe. Hapa tuna jamaa mwingine ambaye yeye ndiyo tupeleka mahali ambapo tunaenenda, anaitwa Devi. Fanyie hivyo. Thank you Devi Keti. Njoo ambo. Sasa wengine wakuje niwaonyeshe jambo. Hao wengine wakuje hapa. Niitie Jimmy. Hawa ni wazaliwa wa hapa. Ndemo timoi. Lilia matetha bagano rau ni mamenyire gwika atia? Gwithamba kwa Ruben. Njoo hapa, niletewe hapa Ruben. Msaidieni kamera akuje upande huu. Saidiwe kamera akuje upande huu. Akuje hapa. Yeye ndiye ninangojea. Amen. Wakati tunapoona hivyo, tuna encourage vijana wengine ya kwamba hata wewe pia unaweza amua na ubadilike na uwe kitu kizuri, ama sivyo? Amen. Hapa tuna Bogabere, nini unajificha nyuma? Hapa tuna Kush, anaitangwa Kush the producer, ambayo kwao ni hapa tu kwa shosho, na yeye ndiye anatufikishianga picha hizo wakiwa na Jimmy Kiongo. Bado hii wakujue Jimmy Kiongo ndio huyo pia ni producer. Wambo ndio huyu, Waboi ndio huyu hapa pia, hata naye ni producer wetu. Rudi huko nyuma. Tuna jamaa mwingine hapa pia ni Kadere na cameraman upande ule anaitwa Ruben. Wengi wanamjua, ndio huyo hapo. Na tuna jamaa mwingine hapa anaitwa Pro. Rogana goko na kule ni marakuona. Pia ni cameraman. Ndio huyu anaitwa Pro, na Bwana wa amani wabariki. Pastor Monica, take over na utabarikiwa na Bwana. Wow, Bwana tukuzwe. Hiyo ndio timu yetu ya nguvu ambao tunaenda nao moja kwa moja. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo hede sio the orona bisha shige gukinyira kana maundu mothe mage gukinyira we gwaku nyumba. Tukoragwo tukiruta wira na timu yeyo, tondu yo niyo yehothire kuruta wira uguo. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo hata waung'ang'ane yako yote na usikate tamaa. Bwana tukuzwe. Na usikufe moyo, ujue kuna siku hata wewe yako itafika na utafanya jambo ambalo unatamani kulifanya ndani ya maisha yako. Bwana tukuzwe. Kwa wakati huu ndio tuweze kwenda kwa nyimbo za kigosho, kugosha Ngai hanini, tuthimo githi hanini. Bwana tukuzwe. Na arĩa marenda gũtũma ngeithi matũme ngeithi hanini. Bwana tukuzwe. Ida rĩrĩ ndĩrenda kwĩta mũndũ wothe, Pastor Dan uko wapi? Mũndũ wothe ũngĩenda kũheana mũtũrĩre wake harĩ Ngai, mũndũ wothe ũrenda kwĩrira mehia make, mũndũ wothe ũngĩenda, mtu yote atataka kumpatia Yesu maisha yake. Naomba watoto mnyamaze na mtulie. Viki,
naomba mnyamaze na mtulie. Naomba watoto wote wanyamaze na watulie. Wakati ukana fursa hii naichukua ili kuita yoyote ambaye angependa kumpatia Yesu maisha yake. Yule anataka kusema nimechoshwa, maji yangu yamekuwa machungu sana, nimekuwa ni kila vitu ambavyo vimepoza, na wakati huu nimeamua kumpatia Yesu maisha yangu. Hatuna muda mwingi tu, tunakuomba popote ulipo, tunachukua fursa hii ukanyagishe miguu yako uje hapa mbele ili tuweze kuwa tukiomba, na ili ndio tuweze kukua tukifanya jambo hilo lingine. Niangalilia watoto wanakimbizana hapa, wataangushwa na hii nini ya kamera na wataribuko. Kwa hivyo mtoto yote simruhusu akimbie mbele ya hii kamba. Unasikia? Hii waya yangu sitaki mtu yoyote apitie. Ukiharibu tunatoka live kwa TV. Na tutaki hivyo, si ndio? Si tunataka kwenda ujione jioni. Ujue inakuchukua utaenda kujiona jioni. Bwana tukuzwe. Hata saizi unaonekana tu live kwa Theophilus TV. Tu live thine wa Theophilus TV, thine wa YouTube, ona thine wa Facebook. Bwana tukuzwe. Kogo Pastor Dirona mutu wothe utwete matua no tuhoe tukoro tukikakerea. Sawa. Wow. Nenda gukorwo ngihoya na ngihoya timu yakwa ni gukorwo igicuka thi na magukorwo magicera na microphone na kamera ni gukorwo igiguzoom. Wenda gutuma ngeithi na he kiurio wacokia twina kiheo giaku. Kogo timu yako ni ndiramituma chini ya ground. I hope timu yangu iko wapi na mkuu mkiangalia vizuri. Wale wanafaa kufuatiana security, muangalie poa. Kogo timu yangu ninakuwa nikishukisha. Tukuna zawadi ambazo tutakuwa tukiwaachilia katika Mwiruti Center. Kogo reketoko tukihoya koza DJ. Awa nitwagutia na nitwakwabararia thejuridu wa hwa-ini wa umuthi oya ngumono goshina ririro gushokerera. Tunakuinua na tunakuabudu usiku wa leo, mchana huu wa leo, asubuhi ya leo umekuwa pamoja nasi. Hatujaiona mchana kama huu wa leo, lakini umeufanya tukue tukiuona. Pokea sifa na shukrani zikakurudia. Ni asante kwa sababu ya neno ambalo umetupa mchana huu wa leo. Ukatuambia unakuja kutupadirishia maji yetu, unakuja kutuponeshia maji yetu. Hatutazaa tena mambo ambayo yameoza, ili tutavuna mazao ambayo ni mema. Nimekuinua na nimekutukuza. Ni asante kwa sababu ya mkutano huu wa leo. Pokea sifa na utukufu zikakurudie. Wewe ni jemedari mkubwa, wewe ni jemedari wa majemedari. Ni asante sana mfalme. Ni asante kwa sababu ya kututuma mahali ambapo tulizaliwa, mahali tulisomea, mahali tumelelewa, kusema ati ijapokuwa maji yamekuwa machungu sana, ijapokuwa tumekuwa tukivuna mavuno ambayo yamepoza, ati hali inaenda kubadilika. Hali inaenda kubadilika. Mavuno yetu tena hayatakuwa yamepoza. Matutanywa maji tena ambayo ni machungu. Unatuponyeshia maji yetu. Nimekuinua na nimekutukuza. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo na hata kuamini. Na sote tuseme Bwana tukuzwe. Amen. Before tumalizie, DJ shika kidogo. Shosho uko wapi? Shosho kuja usalimiane. Ndugatoime hakurara. Shosho nyida nderioka utugeithie. Ndugagetoime hakurara. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Timu yangu inazunguka hapo. Kama unataka zawadi karibia. Hatutaweza kwenda huko kwa sababu kamera itaweza kuzumu hadi huko. Sasa ni usonge hapa karibu. Watoto msimame hapo. Wacha kupitia kwa hii waya yangu. Mkae hapo watoto. Hapa kwa anti Wambo. Anti wa Probox. Sirani yuko ndeithia Pastor Margaret ni yuko ndeithia mweno yo tume haha waya-ini. Yes, shosho dokiga ithanie.
Bwana asifiwe. Bwana atubariki. Kanisa la Mwiruti, Mungu asifiwe. Huyu mnamjua vizuri ni Mama Ndeli, na anafurahia Bwana maana ameokoka na amelindwa na Bwana. Sina la kusema mbele ya Bwana, lakini Kenya ninasema huyu Mungu ambaye anatuelewa vizuri, hebu tumuinue na tumuheshimu na tukae ndani yake, maana anasema anaja na ujira wake umo mikononi. Amo na ujira wake Ngai mushara uria nyitite guoko-ini wake ni tondu wa wira wa uria wothe umurutire. Oguo hakwa ni ndirehaririria nigetha wira uria ndutagira Ngai ugatuika wa gutuma ngaheo mushara ni tondu wiho. Ngai witu amurathime na mwike maundu mega. Kuna Mungu mbinguni ambaye hafanani na miungu yoyote. Huyu ni Jehova Jire ambaye anatuanzia mawazo mazuri. Ebu Mungu akatubariki, maana wewe unatusikiliza. Ebu ukajue ya kwamba Mungu anatuanzia mambo mazuri. Tuishiragia meshiria mega, meshiria mathayo. Kiugo giake niguo kirauga nderwo ngeithanie na njuge mwekaribu ni tondu Ngai witu ni akinyetie kindu kiega na kikirite fedha na dhahabu. Kiugo giake Ngai witu amurathime. Ebu tukubali na roho zetu. Mungu anakuja kuponya itura rere ritu ria Yamumbi. Ni aroka kurihonia. Mwiruti ni roka kuhonio ni Jesu, na niwe arugamite muthenya wa umuthi. Ndirenda gukurumania wira wothe wa mbutu na mawara mothe ma shaitani kumagithia kiene thiini wa itura riri. Ngai aroririkana itura riri. Kwina aciari maikarite na maithori ni undu wa itura riri. Ngai aroigua tha egite-ini kia unene. Ndina ma mugaruri ni tondu ni egukana ni ekugarura. Ngai witu aroturathima. Thank you shosho. Ngai arokurathima. Mutungatiri Evangelist Maina ndagika imwe ndina kiheo giaku tu o ndagika imwe, na nijui Ngai ni egukurathima na ni egwika maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni mutugi. Amen. Na our chief etagwo Mr. Kamande abatatu haha uguo aikorwe hau hakuhi nyina wa Njeri njitira umwire ni aretwo ni kiiro giake nikio kiramwita. Amen. Mutungatiri hau twina kiheo giaku. Thank you. Amen. Asante. Barikiwa na yakwende na gwike maundu mega. Aya DJ tupe. Aya. Oye sukipatwa. Kijibu swali. Kushi maiki yeye. Sema nini wewe? Kabisa. Theophilus TV. Murata wa Ngai. Tuko Tanzania Mwiruti. DJ shikilia tu hapo. Ndenda mundu ngeina rwimbo ruu gifungo giki enyika anegerwo maiki abararia guoko rio ngeina rwimbo ruu rware atinywe uria mera haria thutha urio ngeina rwimbo ruu ningumuhe zawadi urio ngeina rwimbo ruu ningumuhe zawadi no kuina rwimbo ruu no kuina rwimbo ruu asha ndenda mundu kuina rwimbo ruu ndimuhe zawadi ndenda mundu kuina rwimbo ruu eko pro Karibia hapa. Jose kimbia hapo utazumiwa. Ako wapi? Karibia ako wapi?
Inua tu mkono ulioge ina rwimbo ruu ningumuhe zawadi. Ako wapi ama ukuti? Ainue mkono juu. DJ Taro-ini aroigue. Na ruriko. Wapi? Yeah. Oh yes. Yosena mambo ile. Kweko modoshi. Ako wapi? Yes. Simoni ako wapi? DJ. Watu ni hawajui hivi. Ngoja. Ako wapi? Sijaona. Sio waronyita. Eko. Ni wedi wa Ngai. Eko itara hapo. Enda huko si hapa. Ndio ile usipande hapa juu. Tafadhali niangaliliwe hapo, usipande hapo juu. Kuja hapa. Yes. Uende huko, ni huko Fraje. Ni haria uthie na kuria yuria wina microphone haria. Yes, ni nani yaimbe hiyo wimbo huko? Eko nyoke haha. Mutumia uria we haria, mutumia uria we haria. Eko mutumia ucio. Jengo hapo. Haria atumia acio mabangite raini ucio we gatagati. Ni mgani wataka kuimba? Ni uriko? Ni ucio. Mutumia ule mwingine. Huyo Jose hapo, simama hapo. Patie mic, mshikie mic huyo. Huyo haha. Huyo mwingine. Huyo we haha. Huyo. Patie mic, mpatie mic. Niaora, ucio niaora. Dareda kiheo. Atire na thina. Haya. Oh yes, no sioke. Tuweke hiyo ingine. Aya, DJ umelala. DJ eka ngoma ingine. DJ umelala. Ngoja. Sasa nataka kuspot mtu. Hiyo unaitwa pale. Acha tuone huyu. Karibia hapa, kuja hapa kidogo. Kuja hapa. Ni ore koraina. Makuhererie. Nimetia. Yoyo haha Jose. Eko. Yoyo haha. Rekejoke. Makuhererie. Yes. Sanitize. Thank you. Sanitize. Patie mic. Aya, sawa. Unamshikia mic. Sawa, haina shida. Twende kazi. DJ. Ngoja. Wetako watia. Etago nyina Jose. Etago aija. Etago nyina Jose. Jose newe ocio. Aija, ala nije etago Jose. Kogo wauga no ine rwimbo ruru. Ni ukugeria. Sawa. Konyitiro mic. Konyitiro mic ni gondo kanoge mami. Ni etago nyina Jose na nije etago Jose. Aya. Ni ciacemania na ndoka kinguithie. Aya, sawa. Aya, ina. Ni wedi wa Ngai. Uria no magirira. Kawakerekia. Shokera rege asha. Reke abia shokere. Twende kazi Ni wedi wa Ngai. Uria no magirira. Ai, wapi makofi wewe? Ai, wapi makofi wewe? Nipatiwe hiyo zawadi sasa. Oi, keheo keu. Ai. Neke muracirithia kiheo kia mutumia huyo. Ai, twende kwa keheo yako. Twende, twende. Twende. Ai, kabisa wewe. Ate. Ai, abalio kitu muone akirembeka. Yes, okaha. Ni adhakario Theophilus TV. Josekerera hau. Yes, nina swali nyingine. Uko na swali? Niko na swali. Niende niulize nani? Ni mwenye atajaribu nani enoki hota gushokia kioria keu. Wacha nitafute mwanaume mmoja. Wacha nitafute mwanaume mmoja.
Moko hale igoro. Wapi? Kwani wanaume mnaogopa? Mnaogopa swali. Ngoja, nataka kutafuta mwanaume mmoja. Ndio huyu hapa. Acha niulize huyu. Ndio huyo hapo. Ndio huyu hapa. Haya, sikiliza Niko na swali. yeye. Kamera zoom huku. Asikiliza swali yangu. Haya, sikiliza swali. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza Pastor Dan. Habari yako? Mzuri. Unaitwa nani? Naitwa Michael Idhaka dereva. Ate Michael Idhaka dereva. Kwani unaomba kazi ya udereva? Haya. Swali yangu. Swali ndio inakuja. Swali yangu unanisikiliza? Uliza. Unanisikiliza? Ai, Pastor Dan uliza swali. Theophilus TV. Amekuwa smart. Mchombieni ngoja kwanza shangwe na vigelegele. Oh yes. Haya, pigiwe nduru Mama Jose huyo. Amen. Haya kabisa. Hiyo ngoma akitoka twende DJ. Hiyo akiteremka. Mama Jose kuja hapa. Hapa DJ. Sasa Mama Jose, unasikiaje venye umebai hiyo t-shirt? Nashukuru Mungu kwa sababu naonanga Pastor Rachel Kuria kwa TV. Sasa ni live na ninashukuru Mungu kwa sababu alimpa hiyo kibali. Hata wewe ndugu au dada, usikufe moyo. Nyota yako Mungu ndiye anajua penye siku ile itatokea. Uzidi kuomba na kuamini. Amen. Apiga makofi tena mara ya mwisho. Wacha tuulize dereva swali. Haya, dereva hapa alikuwa anaomba kazi. Dereva, swali yangu ndio hii. Uliza. Unajua Reverend Rachel? Simojui. Sasa umeanguka swali yangu. Swali yangu umeanguka tayari. Yaani umeshaanguka swali hivyo rahisi. Nani yako anaweza jibu swali langu? Nani anaweza jibu hiyo swali? Haya, enda huko. Mwanaume yako wapi? Mwanaume mmoja. Huyo hapo, ndio huyo pita huyu mdogo huyo. Mgani huyu? Sawa, acha tuanze na huyu. Tulia kwanza tuanze na huyu. Acha nimuulize swali. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Peter Ngogi Ngomi. Peter Ngogi Ngomi. Uko na miaka ngapi? Pro unamcheki? Miaka usiulize. Kwani wewe ni mzee? Yes. Mzee Umeficha miaka kwa magoti. Nimekunja kalenda kadhaa. Haya, pro unamcheki mzuri. Sawa. Twende swali. Swali yangu Peter. Peter unanisikiliza? Kabisa. Swali yangu. Yeah. Swali yangu ndiyo hii. Yeah. Reverend Rachel Wangare. Yeah. Anaingiaga saa ngapi? Na anatoka saa ngapi? Saa 3:30 na akienda sana mzee yake ndio anakama. Pita hapo umeanguka swali. Wapi mwingine? Swali yangu umeanguka. Wapi mwingine? Mwingine hapo wapi? Sasa inaonekana mwingine atajibu swali. Inaonekana wanaume wamekosea sana. Wacha turudi kwa ladies. Sawa. Haya, tuko na ladies hapa kidogo tu, ni excuse hapa. Jose, atuende ngambo ile kwanza. Wapi huko? Enda ngambo ile kwanza. Nikimbie huko. Enda ngambo ile kwanza. Hawa nataka kunipiga hapa ati nawaacha. Mtafanya nibaki na vita. Haya, wapatie basi wajibu swali. Haya, sawa. Kidogo DJ, kwa majina unaitwa nani? Susan Kuria. Susan Kuria. Karibia kidogo. Haya, wacha tukaribie kidogo ndo tukae na kamera. Hutaki watu wakwe nyuma kuona kamera. Haya, hapa iko sawa. Hapa najua tuko sawa. Tumesema unaitwa nani? Susan Kuria. Okay, haya Pastor Dan. Niko na swali Susan Kuria. Uliza swali. Niko na swali. Yes. Swali langu ni Swali langu ni uliza. Theophilus TV inashikia wapi? Uliza hiyo Rachel. Hapana, haturudi swali. Turudi swali. Jibu swali langu. Ama ungemuuliza inashikia kaunti gani na gani? Inashikia kaunti gani na gani? Nakuru, Nairobi. Na wapi kwingine? Eldoret bado haijafika. Mbona nataka kuharibu? Huyo. Itakuja. Lakini yani kanisa ndio lakini inashika. Mimi nasema TV, sijasema kanisa. TV inashikia kaunti gani na gani? Rudia tena. Eldoret, Nakuru, Nairobi. Uko sure hujakosea? Sijakosea. Apatiwe makofi akiendea zawadi huyo. Haya, makofi akiendea zawadi. Haya, DJ tukoma akikuja. Anafukimbie pale DJ. Sawa, acha nikimbie huko. Aya.
Hapa akuje hapa. Akwambie mwenye kwa nataka nikuje. Karibia hapa. Mwangaza kidogo. Kuja hapa. Soge kwa. Aya, ina hanini wapi? Unaogopa? Abe ina hanini. Sasa niko huku. Uko wapi? Mimi huku kwa kona. Mnaniona? Yes. Osho ni adhakara. Ni adhakara. Oh yes. Mchapie makofi mazuri. Wapi shangwe na vigelegele wewe? Oh yes. Ai, shangilia wewe. Oh yes. Kabisa. Mimi ukishindwa kujibu swali sina lingine. Ni hivyo ikoroka hanini. Ukishindwa kujibu swali mimi sina lingine. Ndetha ucio renda gucokia kiuria gĩakwa. Haha. Nake haha. Okay utheri-ini hanini. Oka utheri-ini niguo wonekae na kamera. Oka. Getha twiretago. Niguo nginya ukigeithia ndo kwa nyuge shagi. DJ umelala. DJ anapokuja kwa mwangaza. Ai, DJ. Aya, muda kidogo wewe. Ucheza kidogo. Jehova ni mwagi. Katika kanana yaki. Jehova ni mwagi. Na yule jama. Ate Jesu. Otaka. Olikoro nebo. Na yakanyo. DJ. Aya, niko na mtu hapa. Anaitwa nani? Amesema anajitambua, anaweza jibu swali zote za Theophilus. Jibu sasa, mpatie mic. Aya, sasa ndio huyo hapo. Kwa majina unaitwa nani mami? Kwa majina anaitwa Antiba Chege. Aha. Nilikuwa nasikia nikaanza kusema anaitwa Antiwahari. Uliza Antiba Chege. Ako ready kujibu swali? Are you ready? Antiba Chege. Uko ready kujibu maswali? Muulize kama ako ready kujibu swali. Aya, anasema ako ready, ati ungekuwa umeuliza jana. Umechelewa. Aya. Theophilus. Unanisikiliza? Theophilus inamaanisha nini? Murata wa Ngai. Ai, wapi shangwe na vigelegele wewe? Ai, DJ tupengeonga. Akiendea zawadi. Ai, endea zawadi mami, endea zawadi wewe. Aya, endea zawadi. Naona tu ni wanawake pekee yake wanapata zawadi. Swali ni moja kabisa. Ai, twende wewe. Swali ni moja, zawadi ni moja, bidii yako. Jose unaenda wapi kwingine? Kuna mahali wanaume wamejaa, waliniona wakaanza kujificha. Hapo ndo penye ona wanaanza kutoroka. Kamera Huyu amenipamba. Amekwambia nini? Nikujua Theophilus ni Murata wa Ngai. Kwanza DJ. Nimeamua kumpatia kikombe. Kunywa chai. DJ tupe hiyo drop ya Theophilus. Fungua tuone. DJ tupe hiyo drop ya Theophilus. Aya, ndio hiyo. Theophilus TV. Murata wa Ngai. Ndio hiyo sasa. Aya. Niko hapa, niko na Muluya hapa na baiskeli. Chutana Muluya kwa baiskeli hapa. Amen. Napita tu hivyo. Haya. Oh yes. Nina swali boga kabisa. Uko na swali mboga? Nani yako ready kujibu? Mimi niko na kama na mboga mimi nimebeba ugali. Aya, kuja hapa. Aya, wajibu swali langu. Na hapa nimepata kijana baro. Anakaa ni kama hebu kwanza tolee hizo nini umevaa? Toa shades. Avue tuzione. Sawa. Nimepatana kijana. Anaitwa nani? Kijana kwa majina unaitwa nani? Naitwa Alejandro Kagema. Ati Alejandro. Yana jina yako ya ukweli?
Sawa sawa. Uliza Kagema kama ako ready. Uko Alejandro, hata si Kagema, Alejandro. Uko sawa, uko tayari? Utajibu swali langu. Utajibu swali vizuri. Tayari bwana. Sawa sawa, leta swali Pastor Dan. Muulize kama ana ufahamu wa Theophilus. Unajua Theophilus TV? Naitambua mbaya sana. Unaitambua mbaya sana. Mwambie hivi. Aniambie program 2 tu. Tuambie program 2 peke yake za Theophilus TV. Kuna mahubiri na kuimba. Hizo si program. Ameanguka. Ngoja kwanza. Ati kuna nini? Kuna mahubiri na Rubena TV. Ati Allah. DJ. Alejandro umetuangusha. Alejandro, lakini sawa. Tafuta mwingine wewe. Tafuta mwingine. Wanaume kwani mko wapi? Wanaume mko wapi? Bwana sio nakuuliza swali. Sikubali. Pastor Dan. DJ. Huyu amenifuata sana huyu. Mpatie nimuulize swali. Huyu amenifuata sana. Tuone. Patie tuambie. Kama ako serious na maisha kwanza. Muulize anaitwa nani. Haya kwanza kuja tukaribia hapa mbele. Kuja. Ni kwanza kidogo watoto. Haya kuja hapa tuulizane swali. Muulize anaitwa nani kwa kiharaka. Unaitwa nani? Francis. Unaitwa Francis. Kwani uko moja kaa gari? Si jina moja. Unaitwa nani? Francis Mwangi. Aitwa Francis Mwas. Muulize hivi. Francis hapa kuna swali. Hiyo wimbo yenye imekuwa ikiimba. Nani ameimba? Francis Mwas. Hiyo wimbo imeimba nani? Hiyo wimbo. Ni Recho. Amepata ameanguka. DJ ameanguka hiyo. Mcheze tena sikia. Mcheze nasikie. Hiyo ni nani anaimba? Ingoma. Twende. Isi mama God. Mweke asikie sauti. Ndio huyo. Hapo DJ. Nani ameimba hiyo wimbo? Nisahau jina lakini namjuanga. Ni nani? Sema jina. Nani? Ndio nisahau. Achana na huyo, enda kwa mwingine. Wapi mwingine hapa? Mbona sioni mwanaume anachomea? Ako wapi? Njoo kwa huyu msichana hapa. Ako wapi msichana? Njoo kwa huyu msichana hapa. Ako wapi msichana Pastor Dan? Ndio huyu hapa. Haya kuja. Huyo. Amesema atanijibu. Jose. Hapo. Huyu hapa. Ana represent culture. Sawa kabisa. Amesema atajibu swali yangu. Songa nyuma kidogo Jose. Kuja kidogo tusonge nyuma. Songa nyuma kidogo. Yes. Hapa tunaonekana vizuri. Tuko sawa? Haya. Sawa. Kwa majina. Muulize anaitwa nani? Msichana unaitwa nani? Marian. Toa sauti. Unaitwa nani? Marian. Anasema anaitwa Marian. Uko shule gani? Mwiruti. Uko Mwiruti primary. Unasoma class gani? Ama uko grade gani? 6. Ako class 6. Unafahamu Theophilus TV? Yes. Okay, sawa. Ako tayari kujibu swali langu? Ako tayari. Uko tayari kujibu swali? Hapa. Yes. Angalia huko. Mwambie angalie huku kabisa. Tuangalie hapa. Ameangalia. Aje tuona. Tuangalie mzuri. Hebu fungua macho yote. Umetuona? Weka headlights, fungua macho. Sasa angalia huyo mtu mnaongea naye. Sasa niangalie. Mwangalie na usitazame huku tena. Umwangalie huyo jamaa, sawa? Niangalie tena. Asitazame huku tena Jose. Haya, niangalie mimi. Kaa mbele yake sasa, asituone, akuone wewe. Ndio mimi umeniangalia. Asiangalie huku. Madam tumesema angalia huku. Kwa nini huyo? Jose sitaki angalie huku. Usiangalie huko. Nifunikiwe macho tafadhali. Haya ndio hiyo, hawaoni sasa. Haoni. Madam tuliyesimama naye hapa juu anaitwa nani? Monica. Wapi shangwe na vigelegele wewe? DJ tupe ngoma akienda DJ. Tupe ngoma. Apelekwe Kenya zawadi. Panda hapa. Wako na sanitizer. Kama amejua ni Monica, simweke wimbo ya Monica.
wapi kwingine? Nataka kwenda mpaka center. Hawa wanaume wanaogopa bana. Hawa wanaume wanaogopa. Swali mboga kabisa. Hata vijana hakuna. Hasa najichagulia mwenyewe. Acha nione tena. Maswali matano. Acha tukalie baiskeli na rafiki yangu hapa. DJ. We, Pastor Dan, mimi nimepata lift. Msichana ameng'ara. Mimi nimepata lift kwanza. Hata niende na hii baiskeli. Oh yes. Hata mkiniacha ni sawa. Haya. Msichana ameng'ara. Msichana ameng'ara. Ako sawa. Kabisa. Anafanana na dhahabu kweli. Na Theophilus TV, sema hivyo. Umeng'ara na Theophilus TV. Murata wa nani? Kwa Ngai. Kabisa. Haya. Watoto nani anaweza kusema hivyo malize? Umekamatika. Jose. Muulize kama ako tayari. Kwa majina unaitwa nani brother? Joseph Karuga. Huyu kwanza anaitwa kama mimi Joseph. Hata ajaribu kuniangusha. Hii baiskeli mimi naenda nayo. Hii baiskeli mimi nabeba. Kabisa. Haya, Mr. Joseph. Unafahamu Theophilus TV? Ndio. Unafahamu? Muulize kama ako tayari kujibu swali mboga kabisa. Uko tayari kujibu swali mboga kabisa? Ndio. Mwambie nyama na ugali amesema ako nazo kwa nyumba. Sawa. Mwambie atuimbie wimbo. Yes. Kifungo kimoja cha Wairimo. Moto kama pasi. Mr. Joseph, utuimbie tu line moja tu. Oh yes. Nani anaweza kuimba? Augate hako inadakoragwo. Mwambie kwa heri. Adenemo hujia. Getothie. Hiyo gari tumeshuka. Hii gari hata ni kama ifiki Nairobi. Jose enda pale. Wapi? Kuna mtu amevaa sweta iko na stars. Ule mwenye amevaa sweta iko na stars. Amevaa nyota na ni usiku. Ni kama ameziba binguni. Karibia hapa brother. Vute kwa mwangaza. Karibia brother. Wewe tunaongea naye. Vute kwa mwangaza. Ndio huyu hapa. Acha nimlete kwa mwangaza. Ndio huyu. Wakikana muoyo udwesuranie Jehova na magai mere makugayania nani akae mundu na derisukwo aremi Ngai kana muikare ikorai matu kana muhige gutire watho mweru kitio kaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi Ngai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ukwirwo tiga uria mwerirwo tene dunia iria andũ a tene merire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie Mae maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi Ngai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo makĩũkiura ta mbura andũ othe
makiũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Israeli kwĩnye ũbarĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai gacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene